Kwanja kwa jina ya Maire de la Ville, kwa niaba ya Maire de la Ville, le pasteur Kiza Mwato empêché, kwa niaba ya Maire de la Ville, makamu adjoint yani Kapenda Kifara Kiki iko empêché na kazi zingine, basi yeye alipaswa kuwa hapa kwa kuja hii celebration ya mariage, mais alipatia ile autorisation nikuye wafanyia hayo. Kwa niaba yao mimi niko hapa sasa vile préposé à l'état civil à l'intérim, parce que titulaire wangu ya Sonam ndio alikuwa anazoea kufanya hii maseremoni, malheureusement imepita. Basi kwa niaba ya mairie kwa siku ya leo tunasema karibu, mjisikie uhuru, mpo kweli. Kwa siku ya leo sasa, wenye kutuletea furaha, tumepokea jamaa tatu. Na ile jamaa tatu tunaanza na ya kaka Asumani Lusumbecha Papi na mpenzi wake Mapenzi Msumba Eldadi. Hawa watakia sinye vile vile tukukodisha kiwa kwa siku ya leo. Kusema hivi ilikuwa ni celebration yabo, alipendelea tu ya kuprepare kisi kuprepare kwa makambi hapa mingi ya mabita ya bakabari wenyewe walikuwa tunaogopa akumba dume kwa dume wala dike kwa dike. Aliumba dume na dike akavitia katika bustani ya Eden, ndio vilipaswa vikaika pale. Wakati vilikaa muda mrefu, Mungu akaona hapana, hivyo nifanzi mwanadamu. Akaumba sasa mwanadamu kwa udongo. Baada kuumba mwanadamu kwa udongo, ndipo alipulizia pumzi ya uzima, akatia roho ndani ya mwanaume. Baada kutia roho, akamwambia Ewa, mimi ninakupatia misio yangu, wende unilindie wale binadamu yangu viliumba, vile viumbe vyote viliumba viko wale bustani ya Edeni. Ndipo mwanadamu alikala katika ile bustani ya Edeni
akona vile viumbe viwili dike na dume vinafaa mapenzi mingi. Mwisho akasikia nafazika, akamwambia Mungu, sasa kwa nini unaniacha tu mimi mwenyewe kwa hiki bustani? Eske hawezi kunifanyia na mimi kwa kunifanana? Mungu akamwambia, misio yako haijakuwa karibu, usiwe na wasi. Baada yapo ndipo alimlaza sasa mwanadamu usingizi. Wakati alimlaza usingizi, ndipo alimtosha sasa mwanamke, yaani kingine kiumbe katika minofu na mifupa ya mwanadamu. Ni kusema nini? Mwanadamu aliumbwa kwa udongo, lakini mwanamke ametoka katika minofu na mifupa ya mwanadamu. Ndio kuko diferansi pale. Baada ya hapo akasisimua mwanaume, tizama mume mwenye ulikuwa nilomba, tizama pembeni yako ni nani yule? Ule mwanadamu kulamuka akaona kijiji kiko pembeni yake, akamkumbatia akasema, sasa na mimi napata wakunifanana saa vile yeye. Ndipo wakaikaa wawili, akamwambia sasa msaidizi, akamwambia nakufanyizia kijakazi na kufanyizia msaidizi yule mwenye mtaishi pamoja. Basi baada ya hapo ndio Mungu akampatia shuti, bwana, nendeni duniani mwende kwa mkazae, lakini msisasa vile baba bata mama bata, mzale kadiri ya uwezo wenu. Ndipo walizaa wawili, wakaendelea nao wakazaa, wakaendelesha mpaka sasa kizazi cha leo, ndio tugaliki tunaendelea kusala kusikia. Basi ile ndio ilikuwa definition ya ndoa, mume. Basi bila kukawia sasa naingia kiserikali, sijui tena kidini, naingia serikalini. Mbele ya yote, sheria ya kwetu ya Kongo, yaani constitution yetu ya sheria ya Kongo inatuambia hivi: ndoa ni mume na mke. Hakuna ndoa ya kusema ya mume kwa mume, mke kwa mke. Hapana. Constitution inatuambia vile ndoa iko ya bwana basi. Ndio maana nchi zingine azo zinafaa nini? Kuna nchi zinaunganisha ndoa mume kwa mume, ya mke kwa mke. Ingelikuwa ile ndoa ya mume kwa mume wala mke kwa mke, singelifika hapa. Lakini kwa kuwa constitution ndio inaniruhusu, mbele nilingie, niliona mwanaume hapa, nikaona mwanamke, na ndio maana inaniruhusia ni waunganisha baadaye kuwa bwana na bibi. Ni constitution ndio inatuambia vile. Ila sasa code de la famille na inasema nini? Code de la famille inatuambia hivi: kwa kuandikisha ndoa unapaswa iko na umri yake. Mbele ya yote nilianza kuomba carte d'electeur, hiyo ya bwana, hiyo ya bibi, ni verifie kama wanaeneza shule. Eske wanaeneza miaka 18 wala huko chini ya miaka 18, na verifie si carte d'electeur yao. Ndio kwa maana couple zote tatu ziko hapa, tuliverifie makati zabo, tukaangalia bien, niliona hakuna mweneko chini ya miaka 18. Yaani bote wanaeneza miaka 18 na zaidi. Ile constitution inatuambia mimi nani, code de la famille inatuambia. Na kama ulisema ni wako wa maisha yako yote, utasimama, utakuza kwa kulibeka tu, itakuonyesha kama wewe mwenyewe ulisema kwa hiyo pembeni yako hii atakuwa uongo maisha yako. Bwana harusi ninawaruhusu, kama ulisema au yoko pembeni yenu
kuwa watezeni. Usimame kibarusa tu hapa inatuonyesha sie bote kama ili toka ndani mwenu. Sababu usimame. Simameni. Babuza kulipiga kama ni kweli wote ni chakulia baba. Asante. Unaweza kukaa. Bibi harusi na mimi naenda kweli. Asante kwenda kukaa. Bwana harusi. Lakini naogopa kila mmoja asitie lawama mzazi. Mzazi nasema hana tena nini problem. Kila bambia kila mmoja atapaswa kuwa na respect mutuelle kwa mzazi. Yaani kusalia bwana mheshimiwa. Na bwana kusalia bibi mheshimiwa. Ndio yetu yote sisi tunapendaka wapatia conseil basi. Condition ya ine. Ndio tunafika ile tunasema reversement de la dot. Kutoa mali. Mwanamke asiyotolewa mali anakamatwa na vile chombo akila samani. Lakini mwanamke aliyetolewa mali iwe kidogo iwe mingi inaleta valeur kwa ule mtoto na kwa ile jamaa yake inaleta samani ndani ya ile jamaa. Basi tutasimamisha wazazi wa bibi harusi wote kupe zote tatu, baba na mama wa bibi harusi. Kama mlipokea mali kutoka jamaa ya bwana harusi mtasimama. Kama mkupokea mali mnaikala. Kama mlipokea mali tunaweza kusimama zote kupe tatu tuwapokee kwa vigelegele. Tunawaruhusu wazazi na bibi harusi wote wasimame. Sasa ile tunasema tunafika mariage na pote ya tatu ya kusema kujuliana yani representation sasa familiani tuko hali kila mtu alipoka nyumba alikia kitu yake hapo. Sasa tunaanza sasa tufanye nini? Wana hali kaomba tena sasa wazazi wa bwana harusi, baba na mama ya kupe zote tatu, wazazi wa bibi harusi, baba na mama ya kupe tatu, tunawaomba kwa heshima zenu simame na sisi sasa tena tuwapokee sasa. Mbona simama? Bezi. Hata hapo tafika. Hivi sema kupe zote tatu simame. Okay, tunashukuru kwa kuona kusalia au kitani. Mungu azidi kwa amani. Na kesho tena wenyewe wako nyuma yao waige kwa kama dada yao. Wenyewe viko mbele yao. Sasa bila kukawia ile siku walikuza mali atakuwa kufanyana. Sio kukosa mali ni familia kwa familia. Sasa sisi serikali hapa tunapendana kuchukua ukweli. Sasa hizi sasa tunawaita amani ya sasa. Okay. Tunashukuru. Wa bwana harusi. Utajiuliza nazaliwa mara pili namna gani? Ni kama vile Nikodemo alimwambia Yesu, "Yesu, nitarudia tena mpikia mama yangu, nazaliwa mara ya pili?" Yesu akamwambia Nikodemo, "Hapana. Kuzaliwa mara ya pili ni katika yaani utabatizwa kwa maji." Ndipo Nikodemo akaelewa. Sasa na mimi nataka kupewa bwana harusi ndani ya Yesu. Nakwambia hivi, kuzaliwa hivyo mara pili. Kuichagua wale watawasindikiza sasa katika maisha yenu. Popote mtaenda mtasindikizwa na wale wenyewe mtawasindikiza. Yaani mare na mare.
Nikwambia ile code de la famille ilikuwa promulguée le 1er août 1987 Assemblée nationale pamoja na Senat wakakubaliana kuhusu zile regime tatu. Mwezi regime tatu sasa walitosha regime tatu tu, na ile regime ya kwanza inatwambia hivi ni ya separation des biens. Inasema nini? Tangu saa hizi wanaharusi biharusi kati yenu hakuna mwenye atauliza mwenzake uko na nini. Kila mmoja iko na konte yake, uko na mshahara wako, uko na manyumba yako kama ni wapi, kama uko na gari zako, kama uko na bajaji yako. Kila mmoja hatauliza mwenzake niko na nini kwangu. Na konsidere saa hizi hapa kila mmoja hana kitu. Lakini ile regime inatuambia nini? Bwana harusi unapaswa kumheshimu mke wako kama vile nafsi yako. Vile vile bibi harusi na wewe pia unapaswa kumheshimu mume wako, ndiye amekutosha kwenu kwa kukufikisha kwake. Inasema ya tatu, hakuna parite ndani yenu. Parite hapa kukazi, bibi anaweza kuwa shefu wa bwana kukazi, bwana anapaswa kumheshimu kwa kuwa haiko wewe umpatie ile madaraka hapa kukazi. Madaraka yote ilitoka kwa Mungu kupitia kwa viongozi wa serikali. Ndio kwa maana tunasema parite haiko kunyumba, parite ni kazi. Ile ndio regime ya kwanza inatuambia vile. Regime ya pili ndio inatuambia ya communauté réduite aux acquis. Maji ile communauté réduite aux acquis muko mambo mawili tu. Inasema le réduit, inasema vile benye ulipata mbele ya fiançailles kabla amuyawana, kila umoja ya kwake pili. Hakuna mtu atauliza mwenzake viko wapi, biko yake anasovegarde yake. Lakini vile benye mtapata kwa siku ya leo, iwe leo, iwe kesho, iwe dimanche, vile vyote mtachangia pamoja. Yani mtapewa mazawadi. Ndio nasema le cadeau de mariage. Ile makado de mariage ni nini? Ni ile yenye wazazi watawatolea, watawapa marafiki, majirani, wandugu, pamjomba, mashangazi, vile vyote mtakusanyisha, mnakuwa ndio mali mnaanzia kwa siku ya leo. Na ile yenye Mungu atawapatia mtaendelea kuchanga pamoja. Regime ya tatu ndio inatuambia ya communauté universelle. Universelle ni nini? Universelle inasema hakuna cha mwanzo, hakuna cha sasa na hakuna cha zamani. Maana yake hapa itakuwa 1+1 égale 1. Lakini kwa saa hizi hapa tulikamata ingaliki 1+1 égale 2. Basi kila mtu alitoka kwao wake, unakia kukutanana ni hapa.
Ni kusema tena ile regime inasema hivi ya communauté universelle. Hakuna siri ya kati ya bwana na bibi. Siri yao itakuwa tu ni moja. Maana yake nini? Hakuna valize ya bwana na ya bibi. Valize ni moja tu. Na kuna kabati ya bwana na ya bibi. Kabati yako itabakia tu moja tu. Hakuna garderobe yako na yake. Iko tu garderobe moja. Ile garderobe leo unafanya koti, kesho koti ya soirée. Sasa ile ya soirée na kanzo ya soirée utaitia mu garderobe. Si unapata invitation ile ndio utaenda nayo. Ndio maana nasema hakuna wewe, hakuna nini. Ndio kwa maana ile regime inakwambia hivi. Ila tutakia kusema bila kukawia na waza wa bwana harusi, bi harusi. Mmesikia regime zote mimi nimeweza kuzitaja, kila mmoja amesikia ile yenye ataishi na mwenzake. Tunaanza kichwa cha nyumba, yani bwana harusi ndio vichwa vya nyumba. Watasimama, watatuambia regime gani mwezi tatu ile wataishi na wake zao. Tunawaruhusu bwana harusi wote wasimame, waseme kwa sauti kubwa, kila mtu ajue regime gani wataishi ndani. Useme sasa kwa sauti. Usisema ukasema regime gani mtaishi pamoja na wake zenu. Kwa hivyo tutaingia kurudia. Naanza na papa. Regime gani kazi? Mimi nachagua regime ya 3. Okay, merci beaucoup. Naenda kwa bibi harusi. Kwa leo yeye. Hii kanzu ilikuwa ni leo, au ilikuwa ni kesho. Na nyinyi msikia regime gani mtaishi na wake zenu. Ninawaomba unampige ile yenye mtaishi pamoja na wake zenu. Bila kukampia. Mimi naomba kusimama. Kila mmoja atasema ile ataishi na mwenzake. Simama. Dada, bibi harusi, nao tuambie regime gani utaishi na mpenzi wako. Ila chakula regime ya 3. Ya 3? Mama pale. Nikwambia juu ya nini? Huyu mwenye pembeni yako au wakizeni sasa, wanakuwa wakizeni. Yeye tunataka kusimia hapa ndio watakuwa wakizeni. Watakuuliza mume wangu, kama ulitoka kule au kumwaga, anakuuliza hivi, mpenzi wangu ulitoa wapi? Hapa ndio tunakujilia na makali. Tunamwambia tu nilikuwa kwa rafiki lakini sasa sisi leo nikwambia sasa hivi ile fungulo ulikuwa nayo inakuwa ya mama anakuwa shera wa nyumba yenu, paske ile saa ulikuwa unaenda 6h, 22h, maintenant utaenda unarudia 19h kwako, paske ushakuwa na mtu mwenye anakuwa pembeni yako. Sasa vile maisha kuselibatia nafaa nini inatakisha isha ile ni kwanza. Nikuambia tena bwana harusi au mama ndio wanakuwa economiste wa familia. Kitu kingine tasema sasa kwambia kila siku bwana harusi na bibi harusi kenye kinaleta vurugu ndani ya nyumba ni telefoni zetu sasa inaisha simisha ile ndio itoshi isi kuleta kidumu. Hakuna divorce. Divorce ni ya Mungu tu ndio kitu tu basi. Ndio maana ya hili. Nikukwambia tena wa hiyo regime. Nitakwambia kwa bwana harusi na bibi harusi.
Bibi harusi, mfungule masikio, msikie pia. Wakati mtapata mali na bwana, Mungu anawajalia, mnajenga, mnauza parcele, mnaijenga. Atachura hawaoneni. Bwana ni wako. Lakini kila mtu ana ajibu iko ai. Anaweza kupata prenere mmoja kule, anaujisha ile parcele. Wewe bibi hauna habari. Ile parcele anikamata basha kusabilia franga kama ni hotel Kiliza, anazitia mfuko. Basi bibi bwana anakuja kuambia madam, napenda nifanyie kesho, niko naenda Bujumbura Nairobi. Sawa. Hata kama nenda Bujumbura kamata avion anakuwa Nairobi. Kesho yake tu ndio kuona ule mwenye alipanda ile pesa. Anakuja kuambia mama, toshe vitu nje. Wana waletea sivi service fulani, atoshe vitu. Ayetu. Mbona kunaambia kama bisha nini? Nakwambia waambia hivi. Sisi bakasho shule. Mkuye kwa hii biro yetu iko hapa kuleta CV. Ukiwa usemi mimi niko katika nataka kusindikiza. Sio mimi nisikie kitabu. Mwenye alitia parafi yake na signature. Procureur de la République. Kwa procureur kule kuparquet, mimi nitakusindikiza ande mpaka kwa procureur de la République. Apende asipende atarudisha mali ya watu. Batoto hapana bakia mubarabara, wala bibi bakia mubarabara, na alifanya mariage civil. Ile ndio ukweli wa mama. Tunapaswa tuambiliane wazi. Naenda kukote ya bibi harusi. Mabwana, amtu wake bila mtapita nyuma. Na mama wetu pataenda kukopesha mikopo ya watu. We bwana autuaje? Kumbe alienda kukopesha $500 ya watu zifanye mchuruzi hapa. Zile franka zina reshite, anaombesha zile franka za watu. Unakuwa unaona mtu anakuja yako hivi. Hivi. Sasa aje. Hakuna ile kitu kidogo. Ile franka anakia kamata. Sasa wewe bwana haujui kinachoendelea. Itafika mwisho yule bibi atakwambia bwana nikia kudai bwana bibi yako. Alikula ngapi? Alijua dini yangu $600. Nasema hivyo mwanangu na wewe mko vile unakuja hapa. Utawaambia kuli. Kwa procureur wala bila de grande instance wala tripei kwamba apende asipopende anakuja kurudisha zile franka za watu. Sio utazirudisha. Ndio maana ya hiyo kimume ya ile nyingine. Ndio mtu anatambulaka tu hamtajua juu ya nini. Ndio kimume hivi anatokea unakuja kusikia leo ni divorce. Kesho atumsikilizana ni juu ya nini amepata mafanikio. Basi tunashukuru kwa kufika hapo kwa hiyo mtasiku. Kinachobakia sasa tunaomba kwa bwana harusi na biharusi wasimame sasa. Ndio tunasimama. Hiyo ya kwanza mnapanda parcelle yenu. Niwakizeni. Nitawaambia maneno yenyewe nitawaambia. Tutakuwa mnaingilia ndani kwa sauti kubwa. Bila kuchelewa. Naanza na bwana harusi. Utasema hivi. Na kupokeza liwa hii mpenzi wangu. 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 Alama ya mapenzi yetu. Nyama tusikie sasa. Alama ya mapenzi yetu. Alama ya mapenzi yetu. Mbele ya wazazi. Mbele ya wazazi. Mbele ya serikali. Mbele ya serikali. Mbele ya mashahidi wote wapo hapa. Mbele ya mashahidi wote wapo hapa. Tutasomea nyuma bakisha maliza. Nitakupenda. Nitakupenda. Nitakuheshimu. Nitakuheshimu. Nitakutimizia mapasho yangu yote mbele zako.
tangu sasa hadi kifo tuwatenganishe. Pokea sasa hiyo viungwa de plere hii mpenzi wangu, alama ya mapenzi yetu tangu sasa, mbele ya serikali, mbele ya mashahidi wote, mbele ya wazazi wote, nitakupenda, nitakuheshimu, nitakutimizia mapasho yangu yote, nitakuwa mwaminifu mbele zako tangu sasa hadi kifo tuwatenganishe. Okay. Iwa. Na kuvika pete hii mpenzi wangu, alama ya mapenzi yetu, tangu sasa hadi kifo tuwatenganishe. Na kuvika pete hii sheri wangu, alama ya mapenzi yetu, tangu sasa hadi kifo tuwatenganishe. Okay, okay. Bote Moses. Moses, pas de kuhusu
bwana harusi na biharusi walifanya kuweka kiapo, kisha kiapo walivikana pete. Baada ya pete wanakuja sasa kusaini ndani ya buku yetu. Sasa kwa kuwa walishasinye ndani ya hii registre, ni kuambia hivi tangu saa hizi hakuna tena mtu mwenye ataingia kati. Wazazi tena hawaruhusiwi tena kusema mtoto wangu alienda kupondeka. Hapana, haiko wako tena, anakuwa wabaki. Ndio maana tunasema hakuna mwenye ataingia kati ya hizo ndoa zote tatu. Basi tunataka kuwapatia vitambulisho. Leta inapanaka acte de mariage, anapatianaka na livret de ménage. Sasa kenye kiko pale wamerudia sasa ingine stati. Gisi walitoka kule kunyumba, haiko tena gisi watarudia nyumbani. Kwa saa hizi hii mikono gisi wanakamatana ndio inamaanisha sasa wanakuwa 1+1 = 1. Wanakuwa mtu mwili mmoja. Hivi hakuna kuachana yabo pale ni kifo. Basi tukasema hivi kwa niaba ya serikali sasa, kwa jina ya maire de la ville Pasteur Kiza Mwato empêché, kwa niaba ya maire de la ville adjoint Kapenda Kifara Kiki empêché, ndio officier de l'état civil kwa niaba yao kama vile préposé kwa état civil à l'intérim, tunaproklame saa hizi kuambia wenzetu wanakuwa wana na bibi kufatana jinsi wamesha sinye mwa hii buku imewaunganisha kuwa mume na mke. Hivi vitambulisho sasa hivi vinamaanisha kila mmoja anakuwa responsable wa mwenzake. Basi ila wanawake wameshaje stati, tuliwaita wa mademoiselle, maintenant anakuwa madame wa monsieur fulani. Na tangu saa hizi na iproklame mwenye atakuya kutia misa, ambia wabiharusi, yule mwenye atatia misa kwa mume wako, ukiwa na nguvu unakamata hata chupa ya primusi kukichwa piga. Unakuwa madame wa monsieur Matenda. Couple wote ni ya kwako, ila Bwana ndiye kichwa cha nyumba. Ndio maana tunasema kwanza bila kumbete tunasoma hapo kwa mjetu ndani. Sio mimi nazia kwanza kwa fikiri. Lakini ya Mungu wewe usambie kichwa cha nyumba. Chini.
Wakuonyesha vimaze mama. Mwisho seremoni sasa. Ningependa tu niwaambie wanaharusi na biharusi juu ya nini walikumishana hii fantasy. Hii walikumishana leo hapa. Juu kila mmoja alitoka kwao. Nikwambia bwana harusi. Naambia bwana harusi hivi kwa jumla. Nataka kuambia kama wanakwambia kula kidogo, usikule mingi, ujaze kabati yako yote yale. Kula kwenye utacha kidogo, ile yenye utakula ile bibi yako alikuwekea. Juu uliacha mtu kunyumba au tena celibatere asema nitakula gizi nataka, ile maisha ya celibatere inaisha hivi. Kuna wewe hata uende na marafiki yako kusexy save, ukumbuke wenye uliacha wenzako, ndio uende ukule. Iwe kama ni pia ugali na somo, kama ni lengalenga. Hii ni kusema hivi, mapenzi ni vitu vidogo tu, ni masiripisi. Hiyo tunasema katika lugha ya kwetu mbali, ni mahaba. Wana unaweza kufanyia bibi yako surprise na kujua, wala bibi anaweza kufanyia wewe surprise yenyewe haukuwa unajua. Najua kwa maana kuliko kujaza nyumba kapu nyingi na vitu na matusi sio vizuri. Najua maana masiriprise mtafanya, Mungu aubarikie na watoto mkazana. Baba mfano sasa vile baba na mama waliishi pamoja na wenzako. Asante. Ile tunashia kwanza hapo. Nukta ya pili tunasema hivi, tunataka kwenda shukrani. Shukrani zetu tunatolea wazazi. Wazazi, Mungu awabariki. Kwa niaba ya maire de la ville adjoint Kapenda Kifara Apeshe, na sisi tunasema kama vile serikali tunawatakia baraka mingi, na nyinyi mwende mtuzalie watoto kesho. Watakuwa wa maire de la ville kesho, watakuwa president de la republique, watakuwa ministre, watakuwa wadokter na kadhalika na kadhalika, na bila kusahau wengine tuzalie na bakubwe na toto tu wale watu hatari sana, na kisa takuya nini na mbilize kwa nakuya nini. Sawa, ile ndio tunasema tutafika mwisho wa karamu yetu. Tunasema tunawatakia bonne fete na Mungu atubariki sisi sote, twende salama. Asante. Lakini Vivo